Mtazamaji wa TV yako pendwa Busanda TV Online, tukiwa tuko ndani ya mtaa huu wa Mzalendo, ni katika soko la Mzalendo, hili soko jipya. Utuwie radhi mwenyekiti, tumekupigia simu ya ghafla kwa ajili ya kufika mahali hapa katika mtaa wa Mzalendo. Tunahitaji kuweza kufahamu ya kwamba mwenyekiti, uliwaahidi wananchi kwamba utatekeleza mambo mengi sana. Tunaweza kufahamu ya kwamba je, haya ndiyo moja ya yale uliyoahidi au hapana, haya ni mengine tu na yale uliyoahidi utaweza kutekeleza kwa baadaye? Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Detu Petro Makula, mwenyekiti wa kijiji cha Mwemere. Kwa kweli niseme kwamba mimi wakati naomba wananchi napiga kura kampeni zangu, niliwaahidi wananchi tawatengenezea soko, tawatengenezea mabarabara, kwa sababu kijiji chetu kina watu takribani ya watu 11,400, lakini kijiji hiki kilikuwa hakina soko, lakini niliwaahidi nitawajengea soko. Mpaka sasa ujenzi unauona unaendelea, ninajenga soko. Barabara zilikuwa hazipo, zote nimeshaanza kutekeleza. Najenga shule ilikuwa moja, inawezekana sasa hivi ninajenga shule nyingine iko kule Kanyalo na yenyewe najenga. Kwa najitahidi natekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu niliahidi kwamba Chama cha Mapinduzi nitakifanyia kazi. Kwa hiyo ninafanya kazi kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nikushukuru sana mwenyekiti Detu Makula, mwenyekiti wa kijiji hiki cha Mwemere. Tuko katika mtaa huu wa Mzalendo. Ni mambo makubwa sana ambayo unazidi kuyafanya. Kwa jinsi ambavyo tumeona soko, wajasiriamali wadogo wadogo umewapa viwanja, lakini pia kuna watu wamekwisha kuanza ujenzi wa soko mahali hapa kwa ajili ya kuboresha mazingira mazuri zaidi. Hawa ndio viongozi ambao tunawapenda kwa sababu wanatekeleza kila ambacho wanakiahidi kwa wananchi. Lakini pia nitamani kuweza kufahamu ya kwamba kipindi ambacho wewe haujawa madarakani, wananchi wa mahali hapa walikuwa wanakwenda kufanyia au umetaja wananchi wengi sana, walikuwa wanakwenda kufanyia wapi shughuli zao za maendeleo kama ujasiriamali na shughuli zingine ambazo zinahusiana na biashara? Kwa kweli wananchi wa Mwemere walikuwa wanaenda kijiji kingine, kijiji cha Nyarugusu, ndiko walikuwa wanaenda sokoni. Ndiko soko hilo walikuwa wanaenda kuhemea, kila kitu kile kinapatikana kwenye kijiji cha Nyarugusu, ambapo Mwemere hapakuwa na soko. Sasa wanawake walikuwa wanakuja usiku, nasikia makelele kwenye miji za watu wanapikana, au mwanamke amefika usiku. Imeniuma sana kwa wananchi wangu, nimeamua kufungua hili soko, lakini sasa hivi wananchi wanashukuru kwa sababu sasa wanafanyia biashara karibu na familia zao. Hao wanawake walikuwa wanapata shida sana. Mheshimiwa mwenyekiti, wana Busanda TV wanazidi kushuhudia. Huyu ndiye mwenyekiti wa kijiji hiki cha Mwemere. Tukiwa tuko Mzalendo hapa kwenye mtaa wa Mzalendo, ambapo tayari mheshimiwa ndani ya kijiji hiki ametekeleza kama alivyosema ujenzi wa shule, ujenzi pia wa zahanati. Haya yote ni maendeleo ambayo alikwisha kuahidi watu na amekwisha kuanza kuyatekeleza. Nikushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kuanza kutekeleza. Kazi na utu, tunasonga mbele. Bado nipo na wajasiriamali katika soko hili hapa safi la Mzalendo, ambapo mheshimiwa Detu Makula aliweza kutekelezea wananchi kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo, yani wajasiriamali. Kwa jina naitwa Lucia Samueli, ni mkazi wa Mzalendo. Cha kwanza namshukuru sana mheshimiwa mwenyekiti Detu Makula kwa kututengenezea soko lililopo hapa Mzalendo, na pia nashukuru sana kwa kututengenezea barabara ya kutoka stendi kuja hapa sokoni, na ninashukuru sana katutengenezea barabara jingine ya kutoka hapa kuelekea kwenye kituo cha afya Kanyaru. Kwa hiyo nashukuru sana mheshimiwa, namshukuru sana kwa kutengenezea mambo kama hayo. Tunafanya biashara, tunauza vizuri, biashara zetu zinaenda. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwenyekiti wetu. Tunasonga mbele 2025, tunatiki kwa kishindo. Nikushukuru sana mama yangu Lucia Samueli kwa maelezo yako mazuri sana ambayo umeweza kuyasema hapa kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji hiki cha Mwemere ametekeleza hayo. Umezungumzia mambo mengi, umezungumzia pia soko hili. Nataka nifahamu ya kwamba wakati mheshimiwa mwenyekiti Detu Makula hajarekebisha mazingira kama haya kwa ajili ya watu kufanya biashara, ninyi kama wajasiriamali wadogo wadogo mlikuwa mnafanyia wapi biashara zenu? Tulikuwa tunafanyia biashara yetu kwenye soko la mahindi kule. Sasa tulikuwa tunachukua muda mrefu sana kwenda mpaka huko, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu, tunatoka hapa tunakuja kwenye soko letu hapa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwenyekiti wetu kwa kutufanyia vitu kama hivyo. Tunasonga mbele 2025. Nikushukuru sana mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Mzalendo, Mheshimiwa Fikiri Kafuku. Lakini pia wanabusanda wanatamani kuweza kufahamu maneno haya.
eneo hili la soko toka mlipoweza kulinunua na kuanzisha harakati kwa ajili ya utengenezaji wa soko la wajasiriamali na wafanyabiashara kama hapa, vipi kuhusu jinsi ambapo watu wanavyozidi kujitokeza kwa kila siku kunapokucha? Wananchi wanajitokeza wengi sana kwa ajili ya kutafuta viwanja, na mpaka ndani ya soko mle kwenye chanja mpaka nafasi zimebanana. Lakini pia wanabusanda wanatamani kuweza kufahamu kwamba viwanja hivi vinauzwa au vinakatwa bure, halafu mtu anatekeleza tu ujenzi. Viwanja hivi kwa ndani kwenye uchanja walipewa watu bure, kwa sababu ni wananchi wa jasiriamali wa kina mama ambao hawana uwezo, tuliwapa bure. Lakini viwanja vya vibanda vibanda vile wanavijenga kwa mkataba. Ni fursa yako pia Mwanabusanda. Eneo hili la Mzalendo wanagawa viwanja bure kabisa, ila tu ujenge. Mwenyekiti, viwanja bado vipo mpaka sasa hivi? Viwanja mpaka sasa hivi havipo. Vimekwisha kuchukuliwa? Vimeshakwisha kuchukuliwa. Ndugu yangu, umechelewa. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa na hivi ndivyo inapokuwa mpaka muda huu. Ujenzi unaendelea, watu wanazidi kujenga, wale ambao walichukua viwanja mahali hapa. Wajasiriamali kama mlivyoweza kuona wapo wanaendelea kufanya biashara. Naitwa Paul Januari kutoka TV yako pendwa ya Busanda TV Online. Endelea kwa pamoja nasi. Tunasonga mbele kwa pamoja. Kwa majina naitwa Emmanuel Cosmas Mtalambuga, katibu siasa na uenezi tawi la Mwaemeru. Hii kazi mnayoiona hii ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa nini nasema kazi ya Chama cha Mapinduzi? Hii kazi tumeinadi kwenye uchaguzi wetu wa serikali za mitaa kwamba tutawatumikia wananchi kwa ujumla wa chama chochote. Chama cha Mapinduzi hakibagui mtu yeyote katika maendeleo. Sisi kama viongozi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kila mwananchi anapata kile kinachostahili. Kwa mfano, leo tuna shule mpya hapa kama unavyoiona, shule ambayo imeanzishwa hivi karibuni. Ni kwa sababu ya shule ya Kanyaru kuwa na wanafunzi wengi. Lakini hizi zote ni jitihada ya mwenyekiti wa kijiji cha Mwaemeru, Bwana Detu Petro Makula. Ni kwa sababu ya kuona kwamba hiyo shule ya Kanyaru ina wanafunzi wengi ambao wanabanana. Ndio tukaona kwamba tuanzishe shule mpya. Lakini kwa ushirikiano wa mwenyekiti amewatembelea wadau wa maendeleo kuhakikisha tunapata shule mpya. Sio shule tu, ni vitu vingi ambavyo vimefanywa na mwenyekiti kwa kushirikiana na Chama cha Mapinduzi. Sisi kama wasemaji, sisi kama makatibu tunatakiwa kuzingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inatutaka sisi chama kusimamia majukumu ya serikali. Hususan barabara zinajengwa kwenye tawi letu la Mwaemeru. Tunapata zahanati, lakini bado tunahitaji kwa mbeleni kulingana na maendeleo ya mwenyekiti wetu Detu Petro Makula. Tunahitaji hata tupate sekondari kwenye tawi letu la Mwaemeru. Lakini haijalishi na hapo, bado tunahitaji kwa jitihada za mwenyekiti, kuna mpango wa kuleta maji kwa wananchi wake. Lakini hizo zote ni kushirikiana na Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa serikali, hususan wadau mbalimbali ambao wanapatikana kwenye tawi letu la Mwaemeru. Kwa hiyo kusema ukweli, Busanda Online TV tunawashukuru sana kwa kututembelea, kuangalia mazingira yetu, kuangalia miundombinu, kuangalia jitihada zinazotengenezwa na mwenyekiti pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano wa viongozi. Tunasonga mbele kwa pamoja. Jina naitwa Masanja Shija. Ni mkaaji wa kijiji cha Mwaemeru. Kwa jina lingine, kwa sifa nyingine ni balozi. Tumemchagua vijana wetu Detu Makula, ametufanyia kazi nzuri sana. Barabara hili alikuwa alipitiki. Basigeli tu ilikuwa shida. Kwa miguu ilikuwa shida. Sasa hivi ametengeneza barabara la kwenda kwenye zahanati ya kijiji cha Mwaemeru. Mimi kwa majina naitwa Janes Ibrahim Yeko, katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mwaemeru. Eneo niliyopo hapa ni eneo la zahanati la kijiji cha Mwaemeru, kitongoji cha Ukaya. Jengo hili mwenyekiti wa kijiji pamoja na wadau Evarist Gerepas ndio walionyanyua, ndio waliotengeneza jengo hili wakishirikiana na wananchi kwa kunyanyua jengo hili. Kwa hiyo ahadi aliyoahidi mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji kwamba atatutengenezea sehemu ya zahanati
Usanda TV Online. Jina lako ni nani baba? Naitwa Magula Makindi Dani. Ndio. Mkaaji wa hapa. Hili barabara ina changamoto ya muda mrefu sana. Sana. Ilikuwa halipitiki. Uongozi ulioingia madarakani wa kijiji wa mwenyekiti wetu Shabani Makula amelitengeneza safi hili barabara na inapitika bila tatizo kupitia chama. Tuseme kwamba wakati Beto hajachaguliwa kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji, bahari hapa hii barabara ilikuwa haiwezi kupitika hata kidogo. Ilikuwa haipitiki, hata kimbeba mgonjwa anafika ameshazumarika hospitalini. Ndugu mtazamaji wa Busanda TV Online, hii ni moja kati ya maendeleo ambayo yamekwisha kutekeleza Mheshimiwa ndugu Betu Makula ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Moemelu. Mara baada ya kuchaguliwa tu, hii ndio ilikuwa ni ahadi wananchi aliweza kuahidi ya kwamba atakapochaguliwa kwa mwenyekiti wa kijiji cha Moemelu atatekeleza miundombinu kama barabara, shule na ujenzi wa soko. Sasa barabara hii haikuwa rafiki, ilikuwa ni barabara korofi, lakini sasa ameitekeleza kama vile lazima yake aliweza kuahidi wananchi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Nikushukuru sana mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Moemelu, Mheshimiwa Peter, kwa maelezo yako mazuri. Lakini pia natamani kufahamu, naona barabara hii ina competition sana, magari, pikipiki, boda zinapita mahali hapa. Zaidi kabisa natamani kuweza kufahamu, na Busanda pia uweze kufahamu kwamba barabara hii kwa huko inatokea wapi na huku ikiwa inaelekea wapi hii barabara? Barabara hii kwa huku inatokea barabara kuu la kutoka Bukoli kwenda Mpomvu Geita, lakini kwa huku linateremka kwenda kwenye kata ya Nyarwanzaja. Limeunganisha vijiji viwili katikati hapa, Moemelu na kijiji cha Ziwani. Kwa hiyo dhahiri kabisa inaonyesha kwamba maeneo ya huku Nyarugusu, huku Nyarwanzaja. Ndio. Basi hivi ndivyo ilivyo tukiwa katika kijiji hiki cha Moemelu, katika kitongoji cha Mzalendo. Naitwa kwa Januari wa TV yako pendwa kabisa Busanda TV Online. Tunasonga mbele kwa pamoja kuikaribia kesho yetu na BNS Usanda TV Online. Kazi na utu, tunasonga mbele. 2025 tunatiki kwa kishindo.